Yesu asifiwe. Leo nataka tuendelee kuizungumzia hofu, maana ni kitu ambacho kimewarudisha watu wengi nyuma, ni kitu ambacho kimewafanya watu wabaki pale pale, ni kitu ambacho kimewaongezea watu matatizo. Kwanza, hofu ni roho. Ambapo ukisoma Biblia, neno la Mungu inasema, mimi sikuwapa roho ya hofu, niliwapa roho ya nguvu. Sawa? Mungu wetu hakutupa roho ya hofu, na Mungu anamchukia sana mtu mwenye hofu. Ndio maana ukiangalia kuna mistari yote ya Biblia, ukisoma Biblia yako vizuri, Yesu alivyokuwa anatamka uponyaji kwa watu, alikuwa anawaambia imani yako imekuponya. So kinyume cha imani ni hofu. Sawa? Kwa hiyo kama mtu wewe una hofu, hauwezi ukapokea kile kitu ambacho unakitaka. Ina maana hofu itakuletea matokeo ambayo unayaona. Maana hofu inakutengenezea picha kuanzia moyoni. Hofu inakutengenezea picha. Tena asilimia kubwa ya hofu inakutengenezea picha za kushindwa, picha za kufeli, picha za mauti. Kwa hiyo kile unachokiona ndicho kitaleta matokeo nje. Ngoja nikutolee mfano. Tuseme kwa mfano wewe umeapply kazi sehemu fulani, umeomba kazi sehemu fulani, ukakosa. Labda umeomba labda zaidi ya mara 5, ukakosa. Kwa hiyo kuna sauti ikaanza kukuongelesha ndani. Ndio maana nataka niwaambie kitu, kuwa makini sana na sauti ambazo unazipa nafasi kwenye moyo wako. Unasikiliza nini? Sauti ya adui inaanza kukuongelesha ndani, inaanza kukuambia wewe una mikosi, wewe ni wa kushindwa, ndio maana hupati kazi. Sasa ukiipa nafasi ile sauti, inakujengea hofu, inafungua mlango wa hofu. Inavyofungua mlango wa hofu, hofu inaanza kukutengenezea picha. Neno la Mungu inasema, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo hofu inakutengenezea picha. Ikianza kukuletea picha, unaanza kujiona wewe namna ya ile picha hofu iliyokutengenezea ndani. Moja kwa moja hofu ni roho ya shetani. Kwa sababu ukisoma Biblia yako vizuri, Mungu wetu sisi hajawahi kushindwa hata siku moja. Na neno la Mungu inasema Mungu wetu hawai wala achelewe. Mungu wetu hawai wala achelewe. Kuchelewa kwako kupata vitu sio kwamba wewe utaishia hivyo hivyo. Ikiwa unamuomba Mungu, unamfanyia Mungu ibada, una mahusiano mazuri na Mungu. Hebu tuchukulie mfano wa Ibrahim na Sara.